Kwa mujibu wa sheria za kanisa, yani canon law nambari 212 para ya 3, inatambua haki ya waumini kutoa maoni kwa wachungaji wao wa kanisa kuhusu masuala mbalimbali yanayolihusu kanisa Katoliki, ila maoni hayo yatolewe kwa heshima, kwa kuzingatia mafundisho ya kanisa na kwa kulinda hadhi ya viongozi wenyewe. Hii maana yake nini? Kumhoji kiongozi wa kanisa sio uasi wala dhambi. Kukosoa mwenendo wa kanisa sio uasi wala sio dhambi. Na kutoa malalamiko ya waumini katika ngazi yoyote ile ya kanisa ni haki ya kisheria ndani ya kanisa. Sio jambo ambalo mtu anapewa kana kwamba ni hisani. Kiongozi yeyote wa kanisa anayewanyamazisha waumini, anayewadhihaki ama kuwatukana pale ambako wanatekeleza haki hii ya kutoa malalamiko au ya kutoa maoni kwa viongozi wao, kiongozi wa namna huyu anakiuka sheria ya kanisa na anapinga na kupotosha mafundisho ya kanisa lenyewe. Sambamba na hilo, kanisa wala Biblia haliruhusu kwa kiongozi wa kiroho kutumia lugha ya dharau dhidi ya waamini wake, kama tulivyosikia hivi majuzi watu wakiitwa malofa, wakiitwa wananjaa, eti kwa sababu wamekosoa jambo fulani kutokana na mwenendo wa kanisa. Kristo anasema, asemaye mpumbavu anastahili hukumu. Mathayo sura 5:22. Neno lenu liwe daima ni kwa neema. Wakolosai 4:6. Kanisa sio chama cha siasa. Ni vyema na haki ifahamike kuwa kanisa Katoliki halikuitwa kuwa chama cha siasa, wala halikuitwa kuwa mshirika wa chama chochote kile cha siasa. Na tukisema chama cha siasa hapa inamaanisha vyama vyote. Wala kanisa halikuitwa kuwa mshirika wa serikali au kuwa msemaji wa serikali. Kanisa limeitwa kuwaokoa watu, kuhubiri Injili na kutangaza habari ya wokovu. Yesu mwenyewe alisema, ufalme wangu si wa dunia hii, katika Yohana sura ya 18 mstari wa 36. Na katekisimu ya kanisa Katoliki imeunga mkono swala hilo. Mtaguso wa Vatikano wa pili kwenye hati yake ya Gaudium et Spes imesema kwamba kanisa halipaswi kufungamana na mfumo wowote ule wa kisiasa. Kanisa liko duniani, lakini lenyewe linakwenda beyond, lina transcend mambo ya dunia hii. Kwa ufupi basi, kanisa likijiingiza kwenye mitazamo ya vyama, likajiegemeza na vyama, likaanza kutoa political rhetoric, lugha kama za vyama, matokeo yake kanisa linagawa waamini, linapoteza mamlaka ya kimaadili na linahatarisha umoja wa waumini, umoja wa kanisa na umoja wa kitaifa. Kwa misingi hiyo ya kisheria na kimaadili, baadhi ya waumini wamepeleka malalamiko yao katika ubalozi, kwa balozi wa Baba Mtakatifu anayeitwa nuncio, wakiomba ubalozi wa Papa au Papa mwenyewe au mamlaka za kanisa zimchunguze kiongozi wa kanisa Tanzania kwa jina la Padre Charles Kitima. Kwa ufupi, hatua hizo ni halali kisheria. Hakuna mahali sheria ya kanisa imewazuia Wakristo wa Katoliki kupeleka malalamiko yao popote pale. Wala sheria haijaweka utaratibu wa lazima. Kama nilivyosikia wengine wanasema, mbona wewe hujaanzia kwenye jumuiya, kwenye parokia, kwenye jimbo? Sheria haijaweka utaratibu huo. Hayo ni mazoea ya busara za kichungaji. Anayejua sheria hiyo atuambie hapa. Kwa hiyo jambo hilo ni halali na ni la kisheria na linaendana kabisa na utaratibu wa kanisa.